Alinyoosha mkono mmoja juu ya swala mdogo aliyekuwa akifa na mwingine akamshika yule askari. Ghafla mshtuko wa ajabu ukapita ndani yao wote wawili. Mara moja askari akaanza kuhisi kila chembe ya maumivu aliyokuwa nayo swala huyo. Akapiga kelele kwa uchungu na kuanguka chini, mwili wake ukitetemeka kana kwamba analaluliwa. Hiyo ilikuwa ni nguvu ya nne ya Jeff kuhamisha hisia na maumivu kwa wengine. Askari huyo akauvuta mkono wake kana kwamba amerudi kutoka kuzimu. Jeff pia alihisi maumivu hayo, lakini machoni mwake kulikuwa na huzuni tu. Tangu siku hiyo askari huyo hakuwahi tena kuwinda. Sheriff aliposikia kilichotokea alimfuata Jeff akiwa na ombi maalumu. Mke wake alikuwa amepooza kwa miaka mingi, hakuweza kuzungumza wala kusogea. Sheriff alimwomba Jeff agundue nini kilichokuwa kinamfanya ng'ang'anie maisha. Jeff akagusa paji la uso wa mwanamke huyo kwa upole na kusikilizia hisia zake. Akagundua kuwa alikuwa ameshindwa kumwacha mwanawe, kwani kwa miaka mingi alikuwa mbali naye sana, na maumivu hayo yalikuwa yanamuumiza kuondoka. Baada ya kusikia ukweli huo, Sheriff akamshika mkono mke wake. Kupitia uwezo wa Jeff walizungumza kwa mara ya mwisho. Aliposikia ahadi ya mume wake, hatimaye akaachia maisha kwa amani. Muda mfupi baadaye mtoto wao alikimbia kurudi nyumbani, lakini safari hii baba yake hakumfokea. Badala yake alimkumbatia kwa nguvu. Kwa sekunde pengo lililokuwa kati yao likatoweka kabisa. Tukio hilo lililojaa upendo lilimrudisha Jeff kwenye kumbukumbu za utoto wake, maisha ya upweke na kukosa upendo. Alitembea mitaani akiwa peke yake, huku watu wakimtazama kana kwamba alikuwa ni laana. Wengine hata walimlaumu kwa kifo cha mke wake Sheriff. Hofu na chuki ziliendelea kumfuata kila alikokwenda. Msichana mmoja tu ndiye aliyebaki akimwamini. Alimshika mkono Jeff na mara moja akahisi nguvu ile ile ya ajabu. Ilikuwa ni uwezo wa hisia za pamoja. Sasa waliweza kuhisi mawazo na hisia za kila mmoja wao hata bila kuzungumza. Lakini ghafla baba wa msichana huyo akawaona. Unafurahia muda wako na binti yangu, sivyo? Kwa hasira kali alimvamia Jeff na kuanza kumfokea. Msichana huyo alikimbia kujaribu kumzuia, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Baba yake alimvuta na kumpeleka mbali. Mkiendelea kumwacha kiumbe huyo karibu na binti yangu, nitafungua kesi dhidi ya sehemu hii. Nitaifunga haraka sana kiasi kwamba mtashangaa. Na hivyo ndivyo mapenzi ya kwanza ya Jeff yalivyomalizika. Kabla hata hayajaanza, akiwa amevunjika moyo, Jeff akarudi kwenye makazi yake na kuanza kufungasha vitu vyake. Alikuwa ameamua kuondoka milele, lakini alipokuwa akitoka nje, wale wanyanyasaji walitokea tena. Walimvua kofia yake, wakamkokota nje, wakamdhalilisha mbele ya kila mtu. Ndipo anga likaanza kupasuka, radi zikaanza kupiga kila upande, vitu vya chuma vikaanza kurushwa hovyo, kisha mlipuko mkubwa ukatokea na kuwatupa wote chini. Mmoja wa wale wavulana akapoteza mapigo ya moyo. Wakati kila mtu akiwa katika taharuki, Jeff alimsogelea, akatuma mshtuko mmoja baada ya mwingine, hadi hatimaye moyo wa kijana huyo ukaanza kupiga tena. Bila kusema neno lolote, Jeff akageuka na kutembea kuelekea sehemu pekee aliyowahi kuita nyumbani, chumba cha chini ya ardhi alichoishi kwa miaka 16 ya upweke. Lisa aliposikia yaliyotokea, alimtafuta haraka, akamsihi kwa mara ya mwisho amwamini. Akamwahidi kuwa kuna mahali ambapo hatahukumiwa, mahali ambapo watu watamkubali jinsi alivyo. Hakuwa peke yake, Shefu naye aliwasili, lakini safari hii alikuwa na amri ya kumkamata Jeff kutokana na tukio lile. Hata hivyo, alipomtazama Jeff alijua kuwa hawezi kufanya hivyo. Aliwaamuru maafisa wake warudi nyuma, kisha akatupa redio yake. Alikuwa tayari amefanya uchaguzi wake, lakini ghafla mawingu yalikuwa meusi na mazito. Kwa kawaida alikuwa akiogopa radi kuliko kitu chochote, lakini safari hii akaanza kuzikimbilia. Ghafla radi kubwa ikashuka kutoka angani na kumpiga moja kwa moja, lakini hakusimama. Aliendelea kutembea mbele kana kwamba kulikuwa kuna kitu kilikuwa kinamuita. Mwanga ule ulimuunganisha na nguvu iliyokuwa zaidi ya dunia hii. Kisha mwili wake wote ukaanza kung'aa na akatoweka. Miaka 18 iliyopita radi ilimleta duniani. Miaka 18 baadaye radi ikamchukua tena. Wengine waliamini alikuwa malaika aliyetumwa duniani ili ahisi furaha na maumivu yote ya wanadamu kabla ya kurudi mbinguni. Wengine waliamini aliona mengi sana mpaka akawa sehemu ya radi yenyewe.